Matendo ya Mitume sura ya 17, nitaanzia ule mstari wa 6. Tutasoma kile kipande cha mwisho. Maandiko yanasema hivi: watu hawa walioupindua ulimwengu wamefika huku nako. Watu hawa walioupindua ulimwengu wamefika huku nako. Kwa kumbe kwenye maandiko matakatifu ya Mungu inatuonyesha kuna aina fulani ya watu ambao walipewa jina ama walipewa title ya kwamba wapindua ulimwengu. Kwa nini? Inaonekana maisha yao walivyokuwa naishi, mienendo yao ambao walikuwa wanaenenda hapa duniani, walikuwa wanaenenda katika namna ambayo sio kama watu wa kawaida, kiasi cha kwamba Biblia ikaamua iwatemu kama hawa watu hawa ni wapindua ulimwengu. Hawa watu hawa ni watu wa kipekee, ni watu ambao wa kiutofauti, hawafanani na watu wengine. Sasa mtu wa Mungu, ninatamani wewe kijana ambaye uko mahali hapa, natamani utambue kabisa kwamba Mungu pia anatamani na wewe uwe miongoni mwa watu ambao atakwenda kuwatumia kupindua ulimwengu katika hizi siku za mwisho. Kipindi kile Mungu aliwatumia hao watu, kipata muda utaenda kusema vizuri, lakini Mungu anajaribu kutusemesha kwamba katika haya majira ya mwisho tena Mungu anatenda kazi. Mungu anatafuta vijana, Mungu anatafuta watu ambao watakuwa tayari kukubali kutumiwa na Mungu, watu ambao watakuwa tayari kukubali kutumiwa na Mungu kwenye mifumo mbalimbali ya ulimwengu. Kimsingi tunaposema kupindua ulimwengu ni uwezo wa kuleta mageuzi ama kuleta mabadiliko kwenye mifumo mbalimbali ambayo inaendesha ulimwengu. Tunafahamu kwamba ulimwengu wetu unaendeshwa na mifumo mingi sana. Kuna mifumo ya afya, kuna mifumo ya kisiasa, kuna mifumo ya kiuchumi, kuna mifumo ya kiroho, kuna mifumo ya afya kama nilivyosema, kuna mifumo ya sheria, kuna mifumo mbalimbali ambayo inaendesha ulimwengu ambao tuliopo. Tunaposema wapindua ulimwengu, ni kizazi cha watu maalumu waliotumwa duniani na Mungu kwa ajili ya kazi maalumu ya kupindua tawala za ufalme wa giza na kusimamisha ufalme wa Mungu kwenye mifumo tofauti tofauti, kama nilivyosema: uchumi, biashara, afya, siasa, uongozi, teknolojia, sanaa, burudani, jeshi, dini, mahakama na mifumo wote ule ambao unaofahamu. Sasa katika kurasa za maandiko kuna habari za watu kadha wa kadha, wanaume kwa wanawake, wadogo kwa wakubwa, ambao walitumiwa na Mungu katika mifumo mbalimbali ya ulimwengu, kuanzia ikulu, hospitali, maeneo ya uhandisi, mahakamani, biashara, burudani, kwenye mambo ya kiroho kwa ajili ya utukufu wake. Sasa nimeelezea hapo, kama unaona naenda pamoja, kuna orodha nimeelezea hapo ndefu sana. Nitaenda haraka tu. Mtu wa kwanza ambaye tunamuona ambaye Mungu alimtumia kama mpindua ulimwengu alikuwa ni Luka. Luka alikuwa ni daktari kabisa. Maandiko yanasema alikuwa ni tabibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini licha utabibu wake, Mungu alimtumia kwa ajili ya jina lake. Ukiendelea mbele kuna huyu anaitwa, hao watu walikuwa wanaitwa Shidra na Pua, ambao walikuwa ni wakunga, wale manesi. Hii kwa watu wa Buganda nadhani ndio wako sana kule. Pia Mungu aliwatumia wakati tunafahamu Musa anazaliwa, hao wakunga walikuwepo kwa ajili ya kuhakikisha mapenzi ya Mungu yanatimizwa. Lakini pia ukiendelea kuna wakina Erasto. Ukifunga kitabu kile cha Warumi sura ya 16 mstari wa 23, hao watu alikuwa ni wakili mwaminifu kabisa katika ule mji wa Rumi. Ukiendelea kuna wakina Zena, mwanasheria pia naye alikuwa. Kuna Zakayo, alikuwa mtoza ushuru, alikuwa tajiri mkubwa. Walikuwepo wakina Priscilla na Aquila, walikuwepo wakina Daudi ambao walikuwa ni waimbaji, alikuwepo Yusufu ambaye alikuwa waziri mkuu wa taifa la Misri, alikuwepo Danieli ambaye alikuwa ni kama makamu wa rais wa taifa la Babeli. Nimekuonyesha hiyo orodha ili wewe mwenyewe ujitafute ya kwamba ni wapi ambapo Mungu anakuitia. Hiyo fani ambayo unaisomea, inawezekana ni udaktari, inawezekana ni wanasheria, inawezekana ni mambo ya sanaa, haijalishi ni taaluma gani ambayo unaisomea. Lakini kitu ambacho natamani utambue kwamba Mungu anatamani sana aitumie hiyo taaluma yako kwa ajili ya jina lake. Anatamani sana atumie hiyo taaluma yako kwa ajili ya kuleta mageuzi fulani kwenye ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Changamoto ambayo iko kwa watu wengi, unakuta baada ya kupata nafasi sasa kwenye yale maeneo ambayo tunaongelea hii mifumo, labda unakuta mtu amepata nafasi labda serikalini, amekuwa ni kiongozi wa siasa, kwa sababu akupita kwenye kanuni fulani, akujijua kwamba Mungu amemkusudia, amemweka kwenye ile nafasi kwa ajili ya jina lake, unakuta anakuwa kiongozi wa siasa, lakini ana mguso, ana matokeo kwenye ufalme. Sasa Mungu anatamani ya kwamba sisi kama vijana ambao tunainuka, sisi kama vijana ambao ni taifa la kesho, Mungu anatamani kwamba kwenye kile kitu ambacho ametupa tukifanye. Najua hapa kila mmoja kuna eneo ambalo anatamani atokee, kwa sababu trust me, kila mmoja ana eneo lake la kutokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Si kama ninaeleweka, lakini wewe una eneo lako la kutokea. Inaweza kaa ni kwenye biashara, inaweza kaa ni kwenye siasa. Yuko mtu mahali hapa ana moto kweli kutaka kufanya siasa.
mwingine yuko mahali hapa ana moto kweli kutaka kufanya biashara. Kila mmoja kulingana na mapenzi ya Mungu ana eneo lake la kutokea. Sasa kwenye hilo eneo ambalo unasikia msukumo kutumika, ile eneo ambalo unasikia mtumishi wa Mungu hapa anafahamu ni mwinjilisti, pia Mungu amempa jukumu kwenye hilo eneo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtumishi wa Mungu pale Fadhili, pia naye najua ni mwinjilisti, lakini pia ni mwanasheria. Kwa kila mmoja kuna fani ambayo Mungu ameweka ndani yake, ambayo Mungu anatamani igeuke aweze kuitumia kwa ajili ya utukufu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kitu ambacho natamani tufahamu kwamba kama vijana Mungu anatamani sana atutumie. Kwa hiyo wewe ambao uko mahali hapa ni ishara ya kwamba mpaka unasikia sauti, mpaka unasikia hili jambo, ni ishara kwamba Mungu anatamani akutumie. Ni ishara kwamba Mungu anatamani atumie hiyo fani yako, atumie maisha yako kwa ajili ya utukufu wake hapa duniani. Mimi binafsi nimeshamwambia Mungu niko tayari. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye taaluma yangu daktari niko tayari kumtukuza na kumwakilisha kwenye fani yangu udaktari. Mimi binafsi pale Bugando wananifahamu. Wakijaga wagonjwa kabla hata sijaanza mambo ya madawa sina nini, tunaanza kwanza mambo ya roho kwanza. Na waombea pale tuna cancel mambo ya kiroho, mtu anaokoka, baada hapo ndio tunaendelea kumpa dawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku moja nilipata ushuhuda, nilimuongoza sala toba mama mmoja. Niliona kabisa huyu afiki asubuhi huyu. Jesi madaktari tukiangalia tunajua kabisa hapa huyu hatoboi. Roho Mungu akanisemesha muongoze sala ya toba. Na kweli muongoza sala ya toba, asubuhi tunafika tukumkuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo ni kwenye eneo langu la afya, lakini pia na wewe Mungu anatamani kwenye eneo lako hilo ambalo amekupa kutumika, ama unalisomea, ama unatamani uwe mtu mmoja baadaye mkuu kwenye siku zijazo. Mungu anatamani pia kwenye hilo eneo uweze kukubali, yani uweze kujitoa mbele zake akutumie kwa ajili ya utukufu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuna hichi kitabu kuna kanuni nyingi, sitazisema zote. Nadhani umeona hapo kuna kanuni kama 10 hivi ambazo zinaweza zikakuandaa kuwa mtu mwenye matokeo ama mtu mwenye kuleta mageuzi kwenye mifumo ambayo nimekuwa nikisema. Sasa nitasema tu kanuni moja kwa sababu ya muda ambao nimepewa, lakini ukipata hard copy utapata muda mwingi sana. Imani Mungu atasema nawe vitu vingi. Natamani tufungue ile kurasa namba 89. Tutaenda kusoma tu kanuni moja ya kuishinda roho ya hofu. Kuishinda roho ya hofu. Hili ni moja eneo ambalo limewafanya watu wengi sana wasilete mguso kwenye kizazi chao. Na wameshindwa kuleta matokeo kwa sababu tu walishindwa kuishinda roho ya hofu. Na mpaka ninasema kuishinda roho ya hofu sio kitu kirahisi kama ambavyo unafikiria. Kuna mtu anaweza kusema hofu mbona ni kitu cha kawaida, lakini trust me, hofu imesababisha watu wengi sana washindwe kuonekana kwenye hichi kizazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Inawezekana hata kijana huko mahali hapo kuna vitu vingi Mungu amekupa uvifanye. Mungu amekupa majukumu makubwa sana mabegani mwako. Lakini kwa sababu tu una hofu, kwa sababu tu unaogopa kwamba mimi nitawezaje, unajipa excuses nyingi ya kwamba nitaanzia wapi. Hofu labda hofu ya watu, labda sina watu wa kutosha kunisupport, sina fedha ya kutosha kunisupport. Unakuwa na sababu nyingi. Hiyo ni sababu ambayo imemfanya Mungu ashindwe kutembea kwa vijana, ashindwe kutembea kwa wale watu ambao Mungu amewaamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukiangalia hapo kama tunaenda pamoja, sitaelezea sana kwa habari ya mambo ya hofu na nini, lakini kuna natamani tukaangalie kuna malango kadhaa ambayo yanaingiza hofu kwenye maisha ya mtu. Kuna malango kadhaa. Kabla tujafika kwenye malango, natamani tukaangalie kuna aina 4 za hofu ambazo zimesababisha watu wengi kukosa matokeo kwenye jamii, kukosa matokeo kwenye kizazi chao. Kuna aina 4. Kuna aina nyingi za hofu, lakini natamani leo tutafakari hizi aina 4. Aina ya kwanza ya hofu ni hofu ya kuanza ama fear of starting. Mwandishi mmoja anaitwa Helen Keller, maarufu sana, kama ni msomaji wa vitabu utakuwa unamfahamu, wa Marekani. Kwenye kitabu chake kimoja kinaitwa Letters of Faith cha mwaka 1940 aliandika kusema ya kwamba maisha ni safari ya kuthubutu au hakuna chochote kitakachotokea. Maisha yetu sisi ni safari ya kuthubutu. Kama hutakuja kuthubutu hakuna kitu ambacho kitatokea. Kwa maana hata watumishi wa Mungu ambao wamefanya hichi kitu ni kuonyesha kwamba wamethubutu. Mungu amesema nao, amewapa maono na wakasema tunafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Licha kuangalia mazingira alisema kabisa tunafanya. Sasa hicho ni kitu ambacho watu wengi sana hawana uthubutu. Mtu anakuwa anaogopa, sasa nikifanya nikishindwa itakuwaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hii ni hofu ambayo watu wengi sana inawatawala. Na mimi natamani kama kijana ambaye uko mahali hapa, ili uweze kuleta mguso kwenye kizazi chako, lazima uanze kuishinda hiyo hofu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima uanze kuishinda. Kwa sababu ikiwa inakutawala hiyo hofu ya kuanza, hutakuja kuanza kitu chochote. Kila siku utasema nitaanza kesho. Kila siku utasema nitaanza kesho. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwaka umeisha 2025, nitaanza mwaka 2026. Mwaka 2026 unaanza, nitaanza nikimaliza chuo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini natamani uanze kuishinda hiyo hofu ya kwanza. Lakini hofu ya pili
ni hofu ya kuogopa kukosea. Kuna watu wako mahali hapo wanaogopa kukosea. Yaani yeye anaogopa kukosea. Labda nikifanya what if nikikosea nimefail itakuwaje? Hicho ni kitu ambacho kimewasababisha watu wengi sana kukosa mguso kwenye kizazi chao. Kwa sababu mtu anafikiria kwamba nikifanya nikiharibu, kwa naona bora tu niache. Hata nikiacha hamna ambaye ataniuliza. Lakini kwa hiyo ukijua kwamba ile siku ya mwisho ukirudi kule mbinguni, Mungu atakuuliza. Atasema nilikuleta duniani usababishe matokeo fulani, lakini hukufanya. Na sababu ni nini? Ulikuwa unaogopa kwamba utakosea. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mtu wa Mungu ninatamani uone kwamba kukosea ni sehemu ya kupata matokeo ambayo unayatafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani usiogope kabisa kukosea. Usiogope kabisa kukosea. Kwa sababu unapokosea ndipo ambapo unaelekea kwenye ushindi wako. Binafsi muda tu utoshi, lakini ningeweza kuelezea namna ambavyo nimekosea mpaka kufika hapa. Nadhani ningekujenga kwa namna moja ama nyingine. Lakini kwa sababu ya muda, ukisoma kitabu hapo na imani kuna vitu vingi nimetoa mifano huko, utapata kujifunza. Lakini kuna wengine wanaogopa hofu ya kukataliwa ama fear of rejection. Mtu anaona kwamba nikianza what if nikikataliwa. Mungu amekupa maono makubwa sana labda uanzishe biashara ambayo italeta mguso, biashara ambayo itamtukuza Kristo. Ama Mungu amekupa maono uanzishe huduma. Lakini unasema mimi nikianzisha huduma watu wakinikataa itakuwaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Hicho kitu kimewafanya watu wengi sana wakae kwenye eneo lao tu la comfort. Kwa sababu anaona labda nitakataliwa, watu hawatakubali huduma yangu, watu hawatakubali biashara yangu. Lakini mimi natamani mtu wa Mungu utambue ya kwamba yani unapaswa kuishinda hiyo hofu kabisa. Na ukishinda utaanza kushangaa kuona matokeo yanaanza kuonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Kwa kijana ambaye uko mahali hapa natamani hichi kitu pia uweze kukishinda. Mungu akupe neema uweze kushinda hii hofu. Wako wetu wengi sana ninawafahamu mimi hawakuweza kuendelea, hawakuweza kuwa na matokeo kwa sababu tu walikuwa wanaogopa kwamba watakataliwa. Waliogopa kuleta idea zao, mawazo yao kwa sababu tu walikuwa wanaogopa kwamba watakataliwa. Wewe chunguza, tunakuta mtu hata kwenye kikao au labda kwenye discussion fulani. Nani ambaye ana mawazo, nakuta kijana tu umetulia hata uchangii, umekaa tu kima. Hii ni dalili ya kwamba unaogopa kukataliwa. Na hicho kitu tunapaswa kukishinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Uwezo unajua unaweza kaongea pale ndio kwamba kuna mtu akakuona akaona kijana na kitu akakuchukua. Sasa unakaa tu kimya, unaogopa kwamba nikisema watu watanikataa au nikisema nitaharibu. No. Hiyo ni njia ambayo adui anaitumia sana kuzuia mguso wako kwenye jamii. Lakini hofu nyingine ukipata muda tena kusoma hapo sitaielezea sana, hofu ya mabadiliko, fear of changes. Lakini pia natamani tuendelee mbele kuangalia malango ambayo yanaingiza hofu. Sasa hofu ni kitu ambacho binafsi wakati natamani ufahamu, wakati unakuja hapa duniani haukuwa na hofu kabisa ndani yako. Mungu wakati anakuleta duniani ulikuwa ni mtu jasiri, mtu ambaye una uwezo wa kudhubutu kusababisha mambo makubwa. Lakini baada ya kuingia hapa duniani kuna mazingira fulani ambayo yalionekana, kuna mazingira fulani ambayo ulijikuta unakutana nayo yakaanza kukuingizia hofu ndani yako. Sasa lango la kwanza ni lango la malezi. Kuna watu wako mahali hapa, yani unakuta tangia amelelewa, yeye ameaminishwa kabisa kwamba hawezi. Kuna watu wametoka kwenye familia ambazo tangia yuko mdogo yeye wakati naandika ile eneo Mungu alisemesha vitu vikubwa sana. Akaniambia kuna watu ambao tangia wapo wadogo wakifanya kitu wazazi wao waga na kawaida ya kuto appreciate kile kitu kidogo ambacho anakifanya. Mimi nakumbuka wakati niko mdogo nilikuwa nikifanya hata kitu kidogo, wazazi walikuwa wananitia moyo kwamba unaweza, ndio. Fanya tena. Kile kitu kilikuwa kinaendelea kunipa nguvu ama kunipa ile hali ya kuendelea kufanya zaidi. Lakini wako watu mahali hapa ninajua tangia uko mdogo hujata kuambiwa hongera. Bwana Yesu asifiwe sana. Hujai kuambiwa hata aisee umefanya kitu kizuri kimeonekana. Na kitu cha kwanza kabisa nimeongelea kwa habari ya lango la malezi kwa sababu tumetoka kwenye familia tofauti, si ndio? Familia zetu hapa zinatofautiana. Kuna ambao wamelelewa vizuri lakini kuna ambao wamelelewa kuonyesha kwamba wao si kitu kabisa. Kuna ambao kwa mahali hapa ndio ninajua wamepata neema ya kulelewa na wazazi ambao wanatia moyo, wanawaimarisha, wanakikuza kile kitu ambao Mungu aliweka ndani yao tangia wapo wadogo. Lakini wako watu mahali hapa tangia wako huko chini, wazazi wao walikuwa wakitamka maneno ambayo yameharibu kabisa mioyo yao. Sasa nakuta mtu anajiona kama vile ambavyo wazazi wake wamekuwa wakimwambia tangia yuko mdogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani amejipa ile title ya wazazi wake ambapo walikuwa anamwambia ama wale walezi ambao walikuwa wanamlea. Ukipata muda utaenda kusoma hapo. Lakini pia kuna lango la historia ambayo na matukio kukatisha tamaa. Kuna watu ambao wamepitia mazingira magumu. Kuna watu ambao wamepitia historia ngumu kweli. Kiasi cha kwamba wanaona kabisa wao hawezi kuwa mtu aina yote kwenye ulimwengu. Wanaona kabisa kwamba siwezi nikaleta matokeo yote kwenye kizazi changu kulingana na historia ambayo ametokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukiweza kuishinda hiyo hali, ni mwanzo wewe kuanza kuona hatua. Kuna mtu uko mahali hapa mkini umetokea kwenye mazingira magumu sana, kwenye hali ngumu sana. Ukajiona kwamba ile hali ambayo nimetokea mimi siwezi kuwa mtu yote kwenye kizazi changu.
Lakini trust me, mazingira yaliyotokea, historia uliyotokea haimaanishi kabisa, yani ni tofauti kabisa na ambapo Mungu anakupeleka. Bwana Yesu asifiwe sana. Inawezekana umetoka kijijini huko ndani, historia ngumu kweli, mpaka umefika hapa na kuona umepitia mambo mengi kweli. Lakini trust me, historia yako haiwezi kabisa ikaamua hatima yako ambayo Mungu amekuandalia. Hili ni jambo, lango la tatu. Lakini lango la pili. Lango la tatu ni lango la taarifa unazopokea kila siku. Hakikisha mtu wa Mungu unalinda sana taarifa ambazo unazipokea kila siku. Taarifa unazopokea kila siku zinao uwezo mkubwa sana wa kukupa uwezo wa kusababisha matokeo ama kutokusababisha matokeo. Ndio maana kama unataka kufahamu ulimwengu ulivyoumbwa, yani mifumo ya ulimwengu inavyofanya kazi, ile sura ya mwisho kama nikipata nafasi nitaelezea, imekuwa imetengenezwa kiakili sana kukusababisha kwamba usiwe na matokeo yote yale. Ndio maana ukiangalia kwenye mitandao ya kijamii, taarifa kubwa sana ambazo zinasambaa ni breaking news. Unakuta tu taarifa zinakuja za mara watu fulani wamepata ajali, mara taarifa fulani za katisha tu tamaa. Hauwezi kukuta na taarifa njema kule ama taarifa nzuri, habari njema ni ngumu sana. Kwa hiyo mifumo ya ulimwengu namna ilipotengenezwa ama adui anapoitengeneza mifumo ya ulimwengu ni kukuonyesha kwamba hauwezi kabisa, yani hamna tumaini lolote katika ulimwengu. Hamna kitu chochote chema ambacho kinaweza kikazaliwa kwenye ulimwengu. Sasa unaposhindwa kuwa makini na lango lako la taarifa, mtu wa Mungu, utashindwa kuwa na matokeo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye mwambie kijana mwenzako chunga. Mwambie chunga lango lako la taarifa. Usipokee kila taarifa. Ukifungua kitabu kile cha Ayubu, kuna yule mtu ambaye alikuwa analitaka taarifa mbaya, si ndio? Watu wamekufa kule, anakuja. Nini? Muda tu utoshi, lakini kuna hao watu ambao kazi yao ni kuleta taarifa mbaya. Sasa ukiwaruhusu hao watu tukukatisha kabisa tamaa. Kuna watu kabisa trust me, adui na waandaa kuleta kwenye maisha yako ubaki tu hapo hapo, kuambia kwamba uwezi. Unafanya kitu, unajaribu kuanzisha labda biashara, unajaribu kuanzisha labda huduma, lakini unakushangaa kuna mtu anakuja anakupa tu taarifa ambayo inakuvunja kabisa moyo. Unaona bwana, mimi siwezi, bwana tu nitulie hapa hapa. Sasa mtu wa Mungu natamani uweze kuishinda hilo eneo. Ukifahamu haya malango ni muhimu sana pia kuyashinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, sasa muda wangu hautoshi, lakini natamani tumalizie lango la mwisho, ni lango la dhambi ama lango la uovu. Lango la dhambi ama uovu. Kwa kitabu kile cha Isaya kama hapo unavyoona ule mstari wa 33 mstari wa 14a, maandiko yanasema wenye dhambi walio katika Sayuni wanaogopa. Mtu wa Mungu, dhambi pia ina uwezo wa kukuletea uoga kwenye maisha yako. Trust me, ukitembea kwenye maisha ya utakatifu na maisha ya uchaji wa Mungu, hauwezi kuwa unaogopa kitu chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Hichi kitu mimi binafsi nimekifanyia utafiti na nimeona kweli kinafanya kazi. Ukianza kutenda dhambi, ukianza kuishi maisha ya uovu, maisha ya kidunia, utajikuta kabisa kuna vitu fulani uwezi kabisa kuvifanya. Uthubutu fulani unapotea kabisa ndani yako. Kwa sababu dhambi kwenye mambo sasa ya kiroho ina uwezo kabisa kuleta hofu kwenye maisha ya mtu. Kwa maana maandiko yanasema wenye dhambi katika waliopo katika Sayuni wanaogopa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kijana ambaye uko mahali hapa, hakikisha pia una uwezo wa kushinda dhambi. Hakikisha unashinda ule uovu. Kwa sababu hiyo ni njia ambayo pia adui anaitumia. Unaweza kufanya dhambi ukahisi labda haina shida kwako, lakini trust me, dhambi huaga inakuja na hofu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana ukiwa umetenda dhambi hata unaonaga hata ujasiri, unakuwa yani unaogopa yani unaona kama vile kama kuna mtu amekuona. Kwa nini? Kwa sababu dhambi moja ya rafiki yake mkubwa sana ni hofu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wenye haki, maandiko yanasema kwamba wenye haki ni majasiri kama nini? Kama simba. Waovu kimbia pasipofuatiwa na mtu, lakini wenye haki ni majasiri kama simba. Kwa hiyo kitu ambacho natamani pia ukifahamu. Sasa mtumishi wa Mungu, naona muda pia nao najaribu kukimbiana nao, lakini natamani tuendelee, turuke hapa tumalizie eneo moja hapa. Naomba tufungue ukurasa namba 133. Hiki kitu pia natamani tukitafakari, ukurasa namba 133. Hiyo ni kanuni tu moja ambayo nimeelezea, lakini kuna kanuni nyingi. Namalizia tu mtumishi wangu kama dakika 2-3, alafu itakuwa nakupa. Yes, lakini ukipata kitabu utasoma kuna kanuni ya utakatifu, kuna kanuni ya kuwekeza kumjua Mungu, kuna kanuni ya imani. Ukipata muda najua Roho Mungu atasema na vitu vingi. Sasa nimekusomea hii session inasema mifumo ya Misri na Babeli inayotawala ulimwengu wetu. Kwa hiyo ulimwengu ambao tulioko unatawaliwa na mifumo inaitwa mifumo ya Kimisri na mifumo ya kinini? Ya Kibabeli. Sasa hapa natamani usikize kwa makini sana kwa sababu itakusaidia. Sasa hii mifumo ina sifa kuu, imeelezwa sifa kuu 4 hapo. Sifa ya kwanza ni mifumo ambayo inaratibishwa kiakili sana. Namna kupindua mifumo ya ulimwengu, unapaswa uingie kwa akili sana na akili ya kimungu. Ukiingia kichwa mfumo utakutema kabisa. Unaanzisha tu chochote kile, haujaingia kiakili ya kimungu, trust me, hautatoboa. Kwa sababu ni mifumo ambayo inatengenezwa kiakili sana. Ukifanya kitabu kile cha Danieli sura ya 5,
tuanze kwanza hii nitarudi hapo. Amini kitabu cha Kutoka sura ya kwanza mstari wa 10. Maandiko yanasema haya tuwatendee kwa akili, wasije wakaongezeka tena. Ikitokea vita wao na wasije wakashikamana na adui zetu na kupigana nasi. Huyu alikuwa ni Farao. Farao ni tunafahamu, kama ni msomaji mzuri wa Biblia utakuwa unafahamu. Sitamani kuingia sana ndani hapo, lakini najaribu kuonyesha kwamba kuna mfumo wa Kimisri ambao ulikuwa unatawala zama zile, ambao pia unatawala hata leo. Sasa ule mfumo maandiko yanatuambia kwamba ulikuwa na operate kiakili. Ndio maana Farao kanasema kwamba tuwatende hawa watu kiakili. Na watu wa Mungu wengi sana, hasa vijana ambao tupo kanisani, ile eneo tumeshindwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeshindwa kuwa na akili ya kujua mifumo ya ulimwengu inavyofanya kazi. Tumeshindwa kuwa na maarifa ya uchumi. Natamani muda wangu tu utoshi, lakini Mungu atusaidie sana. Nakuta kijana huko mahali anataka uwe mtu mkubwa kwenye eneo la uchumi, lakini hauna maarifa ya uwekezaji, hauna maarifa ya hisa, hauna maarifa ya bonds, hauna maarifa ya mambo ya nini, ya investment. Ni eneo ambalo watu wa mataifa wametupiga gap sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa natamani tutambue kwamba hiyo ni sifa ya kwanza. Lakini sifa ya pili ni mifumo ambayo inaratibiwa kiroho sana. Hii mifumo ya ulimwengu inaratibiwa kiroho sana. Kwa hiyo unapotaka kwenda kuishambulia mifumo ya ulimwengu kama kijana, ambao unatamani baadaye uwe mtu fulani kwenye hii jamii, kao ukijua kwamba hiyo mifumo ambayo unaishambulia pia ina operate kinini? Kiroho. Kwa unapoingia pia ingia kiroho, usiingie kimwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie kijana, mguse kijana, mwambie kijana, ivamia mifumo kiroho, usiingie kimwili. Okay, tunaendelea mbele. Sifa nyingine hii mifumo ni mifumo king'ang'anizi ama misumbufu kupinduliwa. Unaweza ukapata nafasi hapo, umemaliza chuo, umeenda kazini, Mungu amekupa neema hapa kwenye ile ofisi, wewe ndo ambaye unamjua. Wale wengine wote wale ni wafalme wa giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kubadilisha hali ya mazingira ya ile eneo la kazi inahitaji neema ambayo sio ya kawaida sana, kwa sababu ni mifumo migumu na ni mifumo ambayo ng'ang'anizi. Sasa sitaelezea sana hapa na kwa recorded, lakini tunaelewa kitu kile ambacho kinaendelea kwenye hata taifa letu, si ndio? Kwenye eneo la siasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba niishie tu hapo. Okay, tunaendelea mbele. Endelea mbele. Hatua za kuifahamia mifumo ya ulimwengu. Hatua za kuifahamia mifumo ya ulimwengu. Jambo la kwanza, kuisoma na kuelewa utendaji kazi wa mifumo. Kama kijana hakikisha unasoma sana kwa habari ya mifumo ya ulimwengu inavyofanya kazi. Ukifanya kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura 7 mstari 22, maandiko yanasema Musa akafundishwa hekima yote ya Wamisri, akawa udari wa maneno na matendo. Mimi niko najiuliza sana, kwa nini Mungu kabla hajamchagua Musa kwenda kuwatoa wana wa Israeli aliruhusu kwanza apite kwenye nyumba ya Farao? Kwa nini? Hivi ushawahi kujiuliza hilo jambo? Kwani alikuwa hawezi kabisa kumtoa kule kwa Waebrania tu kule, wangejiorganize tu wenyewe, angeenda kuongoza. Kwa nini alimtoa kwanza kwenye nyumba ya Farao? Nikaja kugundua kwamba Musa aliingia kwenye nyumba ya Farao ili ajifunze hekima. Mwambie kijana wenzako hekima. Kuna hekima ya kidunia tunapaswa kuifahamu pia. Tukienda kichwa tu yani unakurupuka maombi mengi ama mtumishi hutaki kukaa chini kujifunza, trust me hutatoboa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ni biashara, kaa chini jifunze. Jifunze mambo ya uchumi. Mimi binafsi nipo kwenye group la wawekezaji fulani hivi tunajifunza. Kama utapenda kujoin pia nitakuunga. Na tuna session in this mwisho wa mwezi. Tutakuwa na mwalimu Emilian Busara kama mnamfahamu. Ni mtumishi wa Mungu mzuri ambaye ameita kwenye maeneo ya uchumi. Kwa hiyo hakikisha unakaa chini kujifunza. Yaani usiashumu kwamba kila kitu unakijua. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo take time kuisoma mifumo. Kama ni mwanasheria, soma mifumo ya sheria ambayo ipo kwenye ulimwengu. Kama ni mfanyabiashara, kama ni mwinjilisti, kama upo kwenye huduma, ofisi yote ambayo Mungu anakuitia, kama ni daktari, the same. Nakimbizana na muda ndio maana sitaki kuingia sana. Lakini kuwa mtu mwenye bidii ama diligent person. Hii mifumo pia ina kawaida sana kuchagua watu ambao wana bidii. Sasa kama kijana huko mahali hapa hauna bidii, haufanye kazi kwa bidii, trust me, hauwezi kuwa na matokeo yote katika kizazi chako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie jirani yako, mwambie kijana amka. Kuwa na bidii. Hatuwezi tukawa watu wenye matokeo sisi vijana ambao ni wa Kristo kama hatuna bidii. Na hichi kitu nimekigundua sisi vijana hasa wa huku wa Kristo, sijachunguza sana kwa upande wa ndugu zetu wale wengine wa duniani, lakini watu wa duniani naonaga wana bidii sana katika mambo wanayofanya. Lakini si wa Kristo kwa tuna excuses nyingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sana tamani tuanze kubadilika kwenye hilo eneo. Tuwe watu wenye bidii. Ukiangalia hapo nimeelezea sifa za mtu mvivu. Nipita haraka tu. Ukiona unaendekeza sana usingizi, muda mwingi unautumia kulala, ujue unapaswa kubadilika. Ukiona una kawaida ya kuahirisha sana mambo, nitafanya kesho. Hii ni dalili ya kwamba unajicheleweshia mguso kwenye kizazi chako. Bwana Yesu asifiwe sana.
Ukiona una sababu nyingi sana za kutoa udhuru. Yaani bwana yani sijaanzisha biashara, unajua ni siku hizi bwana, yani soko bwana, nasubiri kwanza mambo yakae vizuri, mambo ya uchaguzi haya. Sababu nyingi. Ukiona una sababu nyingi sana kujielezea, ujue una tatizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Trust me, una tatizo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie sana. Unakuta mtu yani bwana sababu nyingi sana. Lakini mtu mvivu pia huaga anaanza mambo lakini anaishia njiani, amalizi. Kifunga kitabu hiki cha Mithali sura 19 mstari wa 24. Kwa hivyo angalia vitu gani ambavyo ulianza lakini ukaishia njiani. Hiyo ni dalili ya kwamba hauna bidii. Lakini mtu mvivu ni mtu ambaye anapoteza vitu, ana nidhamu binafsi ya muda, ana nidhamu binafsi ya rasilimali, watu wanakuja kwenye maisha yake anaruhusu tu aondoke. Hii ni dalili ya kwamba hauna bidii katika kuwaleta watu. Lakini mimi binafsi katika kitu ambacho Mungu amenipatia ni neema kuwaleta watu karibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ninajua ninapoenda pia ninahitaji watu. Kwa hiyo watu nakutana nao pia hata hapa hakikisha kila mmoja hapo anaondoka na namba yake. Si ndio mtumishi wa Mungu? Yaani kuna mtu hapa ataondoka hapa eti hata na namba hata jirani yake, trust me. Okay. Mtu mvivu pia hataki changamoto yote, anapenda mambo yaende kilaini. Wewe ni mtu mvivu. Kuna unapenda mambo yako tu yaende kilaini, ni dalili ya kwamba huna bidii. Nimeweka maandiko hapo, sisemi maneno yangu, ukipata muda utaenda kusoma. Mtu mvivu ni hii leo nilisema ni kero kwenye jamii, okay? Sawa. Sifa za mtu mwenye bidii tunafahamu. Mkono mwenye bidii ndio utakao utawala, atamiliki mifumo mbalimbali ya ulimwengu. Kwa watu wenye bidii ndio ambao wanatawala. Kwa hiyo tusilalamike kwamba watu wa dunia ndio wanatawala mifumo. Wana bidii wale watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wana bidii kwenye ambao wanayafanya. Unakuta mtu amjui Kristo lakini yani likija kwenye eneo lake lile la ambalo labda kama kwenye biashara, anapiga biashara kweli, yani ana maarifa. Ana bidii. Anaamka asubuhi na mapema, anafungua duka lake, yani ana bidii. Anasoma kwa bidii, yani anasoma na amka hata usiku wa manane. Bwana Yesu asifiwe sana. Bidii pia itakupa kibali na kusimama mbele ya wafalme na watu wenye vyeo. Ukifunga Mithali 22 mstari wa 29. Bidii itakupa nafasi, itakupa kuwaelekea wale watu ambao natamani. Unajua kila mmoja hapa kuna mtu ambaye anamwangalia sana kwenye eneo lake la ushawishi, si ndio? Kuna mtu anatamani labda hapa, anakutaba natoa mfano labda mimi hapa. Mimi ni daktari lakini pia kwa upande wa pili pia ni mtumishi wa Mungu. Kwa upande wa daktari natamani sana niwe kama Dr. Janabi vile. Mimi na platform yangu fulani hivi, nashia mambo ya afya kwa jamii. Lakini pia kwa upande wa huduma natamani kama niwe kama mwalimu hivi, mwalimu wa Kasege. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo, lakini pia tena kuna neno lako ambalo unalitazama. Sasa kitu ambacho kitakupa kibali kusimama mbele ya huyo mtu ambaye unamwona kama ni mtu mkuu kwenye eneo lako ni bidii. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema muangalie mtu mwenye bidii, si ndio? Hata simama mbele ya watu wasio na cheo, atasimama mbele ya watu wakuu. Kwa hiyo trust me, kama unatamani uweze kukutana na hao watu, ongeza bidii kwenye kitu ambacho unakifanya. Watakuona tu. Keep pushing. Fanya kitu ambacho unakifanya. Kama mtumishi wa Mungu hapa MC, piga kazi ya Mungu, si ndio? Sikamwona hata kina MC Luvanda au kina MC nani wale. Mungu anajua atakupa neema, atakutana nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, mtu mwenye bidii pia uchunguza maendeleo yake ya jana, leo na kesho. Hakikisha unafanya tathmini ya jana, ulikuwa wapi, leo uko wapi na kesho unaenda wapi. Ukiona hiyo tabia pia utajua kama unapiga hatua. Bwana Yesu asifiwe sana. Jifanyia assessment kwenye ile eneo ambalo unatamani ulete matokeo. Jana ulikuwaje, leo ulikuwaje na kesho unakuwaje. Ukifanya tathmini pia itakusaidia sana kujua maendeleo yako. Lakini pia mtu mwenye bidii huanza mambo na kumaliza kwa wakati. Okay. Sawa. Nadhani niko mwishoni kabisa. Yaani ni mambo mengi lakini ukipata muda utaenda kusoma. Pata kitabu na imani kuna maarifa mengi utajifunza. Lakini kumalizia kuna vitu viwili vya mwisho nivimalizie hivyo. Viwili tu. Dakika moja. Kitu cha kwanza ambacho unapaswa pia kukifahamu kwenye hii mifumo, unapaswa kuna kitu kinaitwa kibali cha kimungu ama divine favor. Unapoingia kwenye mifumo hakikisha pia unaingia kwa kibali cha kimungu. Kama una kibali cha kimungu hautakuwa na matokeo pia. Kwa sababu kibali cha kimungu kitakupa utambulisho sio kawaida mbele za hao watu. Hata kama wao wana maarifa, hata kama wao wana kila kitu. Lakini kwa sababu ya kibali cha Mungu ambacho kitakuwa kinafanya kazi juu ya maisha yako, utajikuta na wewe unasimama mbele ya wakuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kitabu cha Danieli sura ya kwanza, maandiko yanasema kwamba Danieli alipata kibali mbele ya mfalme. Walikuwa vijana wale wako chuoni lakini walipata kibali. Kisoma muda tu sitaki kuingia ndani zaidi, lakini kitu ambacho pia natamani ukifahamu. Lakini kitu cha mwisho, hekima ya nyoka. Niombe jana wenzako hekima ya nyoka. Mwambie wisdom of a serpent. Wisdom of a serpent. Au wisdom of a snake labda kwa nyoka. Wakati namalizia hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, jambo la mwisho wakati naandika kitabu Mungu akaniambia pia sisi kama vijana tunapaswa kuwa na hekima ya nyoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema kwamba muwe wapole kama ua
na wenye hekima kama nyoka. Sikuelezea, ukianzia sura ya kwanza utaona jinsi gani ambapo ulimwengu mpaka ukapinduka, mpaka tunasema tunaenda kuupindua tena. Lakini kiumbe cha kwanza ambaye alipindua ulimwengu alikuwa ni nyoka, na alitumia hekima fulani ambayo alimshawishi Eva. Tunafahamu dhambi kaingia, ulimwengu kapinduliwa, ukabidi tena upinduliwa. Sasa ili tuweze kurudisha ulimwengu kwenye state yake ya mwanzoni, tunahitaji kuwa na sisi na hekima ya nyoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilishangaa sana wakati Mungu ananiambia ile eneo. Akaambia nyoka ni mnyama ambaye kila tukimwona tunatamani tumpige, tumkanyage, si ndio? Yaani tunaona hamna kitu chema cha kujifunza kwake, lakini trust me, Yesu alituambia kwamba tujifunze hekima ya nyoka. Nyoka akiingia mahali anaweza kakata hapa, akajificha kule kimya. Yaani umuone kaka kimya. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku umejichanganya hata anakuja anakubite. Unaweza kukanata kwenye nyumba hata miezi hata 6. Anatoka au unatoka zake anakaa zake. Ndio sisi pia tunapaswa kuwa na hiyo hekima. Tunapoingia kwenye mifumo ya ulimwengu, kama ni kwenye siasa, kama ni kwenye uchumi, tunapaswa kuingia pia na hii hekima. Kuna wakati wa kushambulia, kuna wakati wa kutokushambulia. Ni muda tu utoshi, lakini naomba niishie hapa. Kama kuna maswali, amina sana.